nikitumia safari yako ndio kutu, muda wako ikienea safari yako ndio kutu, tuwe wangalifu katika dunia ni ya muda, tuwe wangalifu katika dunia ni ya muda. Ingekuwa heri tujue tuhesabu siku yetu, ingekuwa heri tujue tuhesabu siku yetu. Bwana utusaidie, Bwana naomba utupanguze machozi, utupe neema ya kuhesabu siku ya maisha yetu, unipe neema ya kuhesabu siku ya maisha yangu, kwani hakuna aliyekwenda na karudi, kwani hakuna aliyekufa na karudi. Hakuna aliyekufa karudi, hakuna aliyekufa karudi, nipe umetuacha Baba Lazaro, nenda salama uko siku naonana nawe, nipe umetuacha Baba Lazaro, nenda salama ipo siku naonana nawe. Hakuna aliyekufa karudi, hakuna aliyekufa karudi, hakuna aliyekufa karudi, hakuna aliyekufa karudi. Ni kweli umetuacha Baba Lazaro, nenda salama ipo siku tutaonana nawe. Ni kweli umetuacha Baba Lazaro, nenda salama ipo siku tutaonana. Oh bye bye, bye bye, nenda salama. Oh bye bye, bye bye, nenda tutakutana na wewe. Bye bye, nenda. Oh bye bye, bye bye, nenda salama. Oh bye bye, bye bye, nenda salama. Ukae nanyi wote. Amjambo, mkutano wa huzuni. Hii siku ya leo ni siku kubwa kwa sababu mzee wetu Baba Lazaro amependeza Mungu leo tuweze kuikala hapa kwa ajili yake. Lakini nilikuwa nikiomba aweze kupata nafasi asimame, kwa sababu hii kupita na kusimama mbele haitaonekana mzuri, itaonekana kama vile gisi hakuna utaratibu. Mbele tungepansha pata utaratibu hivi ibada iendelee na salama. Kwa Benito Chokonzari furo mapi makalogotingu kwado bubu mariponito nini indu kanagaroro ninjingweri blonsa nafuriku maro ninjingweri blonsari furo fudukara choro nunu nzadado cholo dindu chukasi choro nunu shinga bagado.
mwana wa mtu atakapokuja katika utukufu wake na malaika wote pamoja naye, hapo atakaa katika kiti cha utukufu wake. Watu wa mataifa yote watakusanywa mbele yake, naye atawatenganisha kama vile mchungaji anavyotenga kondoo mbali na mbuzi. Kondoo atawaweka mkono wake wa kuume, nao mbuzi mkono wake wa kushoto. Hapo mfalme atawaambia wale walioko kuume kwake, njooni ninyi mliobarikiwa na babangu, pokeeni ufalme uliowekwa tayari kwenu tangu kusimikwa ulimwenguni. Ni majadiao ro kwa Mungu dona jora kukezali lako dilo kodide langu hii. Ndani ya somo letu la kwanza tulisikiliza ya kwamba kila mtu atahukumiwa kadiri ya matendo yake. Anchilo sobana korari kuiri nchake dilo dolo kakandoni kenjingie ingu jora nchiba hii. Neno hili halikutayarishiwa kwa ajili ya mzee Lazaro. Ina mzee Lazaro tayari hii ni fotokopi ambayo tuko naona hapa. Ikakonjara ishiro na weye mwenye tuko naonana ndini na poko yochoka japajo na ingu nami ninawaona. Ndi mangu ni njanja ningu konjara. Kila mtu ajue matendo yake hapa kudunia. Njake dilo idi mtoi ingu joka ndia timba na rinaro. Kama uko mulozi utahukumiwa kadiri ya ulozi wako. Niye jairo ni tolo kadini jaiza jo. Kama uko mchawi utahukumiwa kadiri ya uchawi wako. Niye dua kuirira nake inga uladike maro kufura naka sindori furi baize. Kama uko mfanya mema, mtenda mema, msamaria mwema, matendo yako njo yenye yatakusindikiza mbinguni. Reblo ningo arindiro ila msamaria mwema njingia mbake singie. Kapuni nafoke dudu kembake dawa jondi zambuna. Furi baini eniro ndiro nitotoko kuniko. Vile gisi baba alituambia ati kinachofanyika, kinachobarikiwa duniani na mbinguni kimebarikiwa. Dikbale rogaleni ingu jondi diblolo tule jo ingu joro udolo tini. Uhakikishe kama wako na kulaani hapa kwa hii dunia na mbinguni umelaaniwa. Ingu jondi tichelo tini joro fuponi wanirana mafu. Kwa ajili ya matendo yako kama umebarikiwa, watu wanakubariki, huyu mtu ni msamaria mwema, anatenda mema, anafanya kila kitu yote mzuri, na mbinguni wa malaika wanashangilia. Ingu jowe ndini tablonga po okunake furo rana malaika maripopo ina furi. Kama ni mabaya, hukumu ama baraka unajua. Kama ni mazuri, hukumu ama baraka unajua. Kila mtu ajiulize. Na somo letu la pili na ndio Injili tutaipata ndani ya Injili Mateo kipindi cha 25 mstari wa 13 hadi 46. Hukumu ya mwisho, kondoo watawakusanya pembeni na mbuzi watawakusanya pembeni. Iko kwangu na weye tujue kama utakuwa kwa upande gani, wala kwa upande wa kondoo ama kwa upande wa mbuzi. Mwenye atakuwa kwa upande wa mbuzi kwa saa hii atatoka hapa na amejijua kulingana na kazi yake ya hapa duniani. Kwa hiyo siku ya leo kumkutano ya Papa Lazaro inatubidi kila mtu aweze kujikumbusha, aweze kuwaza nafasi yenye anasimama hako, kama atakuwa kwa upande gani, na kama amejikutana iko kwa upande wa mbuzi, wala kusudi asipate adhabu ya mwisho. Kwa hiyo kila mtu anyenyekeye na weze kuungana pamoja na Mungu wake kwa kuomba huruma. Ndugu wapenzi, tuungame zambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Baba Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele
kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuyacha mapashwa yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mtakatifu, bikira wa siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu. Amena. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi, atufikishe kwenye ule uzima wake wa milele. Mungu kwa huruma yako unampatia mwaminifu wako apate pumziko la milele. Umjalie mtumishi wako Lazaro Mbuza aliyopumzika katika Kristu apate maondoleo ya dhambi na madeni yote, ili asharikie ufufuko wa Kristu wako unayeishi na kutawala ukiwa Mungu milele na milele. Amena. Tutaikala tusikilize neno la Mungu. Somo la kwanza ni somo katika kitabu cha nabii Ezekieli. Neno la Mungu kwa watu wote na kwetu pia tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Basi nitawahukumu enyi watu wa Israeli, kila mmoja kadiri na matendo yake mwenyewe. Neno la Bwana Mungu. Nirudieni mugeuke mbali na makosa yenu yote, nanyi hamtaanguka tena katika dhambi. Tupilieni mbali nanyi makosa yote mliyofanya, mujifanyizie moyo mpya na roho mpya. Mbona mungelikufa enyi watu wa Israeli? Maana mimi sitaki kifo cha mtu yeyote, asema Bwana Mungu. Basi ongokeni mupate kuishi. Hii ndilo neno la Mungu. Asante.
Bwana awe nanyi. Sikilizeni maneno ya Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwenjili Mateo. Sifa kwako e Bwana. Mandudu makasipiba hii mauna malaika kru na rangana makadi mazapinyo zazi tingacho zijo ndudu kru kanjuni manji diri goti makandu karangando didi miaro unakera chembu makarangando ndranari bai maka chembu di mazatajo ndrmali maza grujo puro mapiba karipo sajo dudo ani si julu ningi maza babanti dona indu ani ogindu zapiba na blonga zule no nanganaro letsingu enjini doro donalo mange una ndo nibuge nyomanyo mada yuko kwe ndo nibuenge da majo masingelu ndo nikonge maniba mango tingaro ndo nibuge lumaro mango ezena ndo nisingie manja mango embijo ndo nisingie mabe fungana chulo dindu kalo gotingu maro i boke oka singue niro unguni kuiro ngangana rochuko venyobuni nyori da umani da ubanguni kuiro rochuko vedabu ni juri oka singue niro lu ni siro ngangana rochuko ve ni kokobari ngaro ningutiro rochuko verubuni rori okasiye niro dena ingambijo mbangana rochuko ve niberi mapi makalogotingu kwalo i bubu mariponi do majoi nini indu kananga roro ninjingu ena ublonga furi ningunji maro
furi goti mapi makari kipo grujo dudo ani tu ni manyojoro ni wagile wana indru ani rachoro nunu kasena gojo pima ke una malaika manado le tingu enjiro donalo mangie una ndoni bunge nyuma nyonsa mada yugo kwi ndoni shinge masodaro masinge lu ndoni kongi mani bansa maguti ngaro maguti ngaro ndoni bunge rumaronsa mangue zena mbijo ma ndoni singe manjansa foro punduka logotingu mado I boke nikako njangwe mbaga una inga da ingo ni kwi inga luni siro inga ngaro inga zena inga mbijo ni kuro rochi ko venita tokonzari foro mapi makalogotingu pado bubu mariponizo nini ilu kananga roro ninjingu eri blonsa nafuriku maro ninjingu eri blonsari furo fudukara choro nunu nzadado cholo zilu chukasi choro nunu shinga badado. Mwana wa mtu atakapokuja katika utukufu wake na malaika wote pamoja naye, hapo atakaa katika kiti cha utukufu wake. Watu wa mataifa yote watakusanywa mbele yake, naye atawatenganisha kama vile mchungaji anavyotenga kondoo mbali na mbuzi. Kondoo atawaweka mkono wake wa kuume, nao mbuzi mkono wake wa kushoto. Hapo mfalme atawaambia wale waliooko kuume kwake, njooni ninyi mlio barikiwa na babangu, pokeeni ufalme uliowekwa tayari kwenu tangu kusimikwa ulimwenguni. Kwa sababu nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkanipa cha kunywa, nilikuwa mgeni mkanikaribisha, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa mkaja kuniangalia, nilikuwa gerezani mkanijia. Hapo watu wanyofu watamjibu mfalme, Bwana, siku gani tulikuona mwenye njaa tukakulisha, au mwenye kiu tukakunywesha? Siku gani tulikuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Siku gani tulikuona mgonjwa au mfungwa gerezani tukaja kukuona? Naye mfalme atawajibu, nawaambieni kweli, kila mara mlipomtendea hivi mmojawapo katika hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Halafu atawaambia na wale walioko kushoto, ondokeni mbali nami ninyi walaanifu, nendeni katika moto wa milele uliowekwa tayari kwa shetani na pepo wenzake. Kwa sababu nilikuwa na njaa ninyi hamkunipa chakula,
nilikuwa na kiu, ninyi hamkunipa cha kunywa. Nilikuwa mgeni, nanyi hamkunikaribisha. Nilikuwa uchi, nanyi hamkunivika. Nilikuwa mgonjwa na mfungwa gerezani, nanyi hamkuja kuniangalia. Hapo wao pia watajibu, Bwana, siku gani tulikuona wewe mwenye njaa au kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au mfungwa gerezani, nasi tukakusaidia? Hapo mfalme atawajibu, nawaambieni kweli, kila mara msipomtendea hivi mmoja wapo kati ya hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Hawa watakwenda katika adhabu ya milele, wanyofu lakini katika uzima wa milele. Wakristo wapenzi, tushangilie maneno ya Injili takatifu. Shalome wapendwa wa Bwana. Shalome mkutano ya huzuni. Tunaona mawingu yanaanza kubadilika, lakini inaonekana ni mpango wa Mungu. Tusijipangie sisi wenyewe, tuache Mungu afanye kazi zake. Njaro ndundu jini izena ni majadia ro kwa Mungu dona jora kukeza diza kutiro kodidi za ngedi. Ndani ya somo letu la kwanza tulisikiliza ya kwamba kila mtu atahukumiwa kadiri ya matendo yake. Anchilo zona korrar ku iri njake diro zoro kakandoni kenjinge yuko jora nchibai. Neno hili halikutayarishiwa kwa ajili ya mzee Lazaro. Ina mzee Lazaro tayari hii ni fotokopi ambayo tuko naona hapa. Ikakonjara ishiro. Wakati ingali ya kupicha mutapicha, kwa sababu mwenye atakuja fanya ushuhuda apate nafasi yake kwenye atasimama bila kusonga. Na mwalikwa wetu wa kwanza, ningeliwaomba kila mtu anyamanze asikilize kwa makini. Mwalikwa wetu wa kwanza ni Chaimani Rwasiwa wa Mungili hii. Mwalikwa wa pili ni Chaimani Dezone. Mwalikwa wa tatu ni mwenye atakuya sema maneno kwa ajili ya jamaa, biografi, mwenye atasema ushuhuda kwa ajili ya familia. Na ya ine kama maua iko njo tutaandamana, na ya mwisho tutatoka hapa tuko nasikiliza mwili ya marehemu kumakao yake. Karibu basi kwa Chaimani Rwasiwa, mwalikwa wetu wa kwanza. Kwa haraka haraka dakika tatu, kwa sababu mvula ya pili imenyesha, hatutapata namna ya kumaliza mkutano yetu ya siku ya leo. Kila mtu na dakika zake tatu. Na wakia moyo simbili sabi basa no na basa no nadhani tunaleta pamoja pole kwa jamaa ambao tunaweza kupoteza kwa majina
majina wanaita baadhi ya Limoni kwa Rwasi 1 Marabangota B. Marabon Sini chairman Limon na ile kisiwa napatikana kwa area ya kwangu na tena ni Mkristo ambao tunashiriki naye pamoja katika Ecclesia Katolika huko Kengo bani director. na kwa ajili ya jamaa mbalimbali Changwali na wapi yote tunasema karibu Kwani leo niko shangara zile. Akanjirimba. Sasa bosi mkeze. Tena tunaongeza tena kusema pole tena zaidi na zaidi. Ondriki zongando. Sitaweza kuwa na maneno ya mingi kwa sababu mzee anatimiza mambo yake yote inashatimia kwa sababu kufuatana na miaka yake ambayo tuko nayo. Nzilo tidari donari. Ni ngbe bora. Mzee yangitan rotokwe acho kero chobundinari barike talu kuna nalo. Anazala watoto tunawaona Ke kuna nzo kunaona. wajukuu tunawaona Ke kuna nzo kunaona. miaka yake tunaona Kero choko kunaona. baada hakuna tena kitu ya kuongezea pale. Iko ni msinalo kinga. Wa Ecclesia alikuwa Mkristo wa imani sana katika Ecclesia Katoliki nake ingalite Hizi mwalimu ndio ataongezea pale. jaribu mwalimu ndio. Na kwa ajili ya hayo tunasema asante sana kwa wandugu na warafiki kutoka ng'ambo mbalimbali kwa kuweza kushiriki kwa kuweza kuongezea. Kuri kwe goti kondinari ku jonjo ngaluwe sina kudoba kaulu aona kupa kwe sija kompana kolombo sekoti. Hatutaweza kuona matangazo ya mwisho kwa sababu ya Juma takatifu Kongato jako janalo na ndio na kuko. leo ni siku ya 4 takatifu Ana kwa lazima kana. Ana Juma takatifu kwa ndio na kaka. Maanake leo ni siku ambao Yesu Kristo linawisha wa mitume mingine. na dogo Yesu Kristo Na kwa hivi kama vile hakufika hapa padri ndio angeweza kuzika ile General Assassin Sick Boy Superstar Hero mwalimu ataongeza pale na kusema ya Mungu. Mupeka ndiye njio ndi ba ikato nani lotona kwa ndiye kanisa na njio na kwa na njio na kwa Kwa sababu nikikusia mambo ya kanisa sana nikikusia mambo ya kanisa sana kwa sababu na mimi ni mmoja mwongozi wa Ecclesia kanisa nalo John Tumaleka tena kani. Asante sana, acha tukaribishe waongozi wengine kwa sababu ya saa ambao wanatupatia. Asante Mungu awabariki. Nasema ni makutano la uzuri, lakini mbele ya Mungu ni ya furaha. Ndio. Ndio kama kweli mapenzi kufuata ndio ngazira. Kwa Mungu Mungu la jaruchi kwa ndio ngazira kuni. Sitasema mengi kwetu sisi, sema kabila yetu ya Wangekere ni huzuni kwetu sana. Manzilo tijariro bala dinga la joro hii mala joro bala din la joro ritu kekelenga nalo na Munisamee kidogo nilikosa kusema jina yangu. ani jinjezo sese lukalindi roga vile Kaikani ngaje. irodo jile ponzani ndo nani Kwa majina ninaitwa Edith Achan. irodo na chan Rwasi tu Kaborogota zone. Rwasi chuna ukori aropi kaborogota luna. Kwa hivi ile jambo ni nzuri sana kwetu kwa sababu tulikuwa na wazee wengi hapa walitoka naye kule. Ega iritu keke bonga nalo ndo nali kukontu Bobo ngopa na bibi kana lakini yote wanaisha. Leo mwisho yako ni huyu mzee. We kubogopa alikuwa anatushauri kama unapata shida unakimbia kwa mzee anakusaidia kwa mambo ya kitamaduni ya wetu, lakini leo inaisha.
njapa ngifuni loro naje mambira rai roba kai to kuri ile bangone kupicha Tukaomba Mungu atusaidie, sina mingi ya kusema. Mungu so Mungu boko so Wenyewe wanatoka mbali, bantu yetu wenyewe wanatoka shambani. dada barusi napanja ndise shangoni naro majani kwemba Wenyewe wanatoka Kongo, pole basi. Kongo naro basi nani ndio mambo zonga Mungu anawatunga, wanatoka mbali. Kama mnafika mnafika hapa. Mungu kwenye roho Ile yote ni shukrani. Kwa kidogo ninaacha ule mkubwa yangu mwenye natoka mkazi ya tatu, iko na matangazo moja kidogo atatangaza, kisha mfunge juu yangu ni kusalimia watu tu wenyewe wanatoka fasi mbalimbali. Sitakamata mkono yenu moya moya kuwasalimia, kila mtu atarudia kwa usalama na kwa jina la Yesu. Na basi kwa salama leo, kila mtu ni mnapendaka fasi ya vile ukuse na mumoya utoke na unaacha kitu kingine nyuma yako. Maribu wana hicho cha Isaka kwa Nika sécurité. Kembendi chuo manu na bojina. Kole ba ta kuku ya. Manu na bojina. Kole ba to. Ese kuku ya ga. Fiti. Jili cheke jo. Mate yes brother na rinji kama uwezo na kader kujo ni kipaji. Msiwaze kama akajidanganya, msimucheke inakuwaka. Sasa tunyamanze kimya, atana ndio walizanza au mama ndo aninji sala kabisa ndiko tile nja check na kwa mwajoro pi ani ko pasoko loro bani li ba mara kiana mana. Mzee anasema hivi, miti ya mbali wala miti ya mrefu haiwake nyoka. Gizi familia yetu mzima biko kule mbali kuchangwali ya kule njoko mingi. Hivi ambao wamebakia hapa ni ya kidogo, hivi mutuombea sisi sana. Kwa kuwa hapa wenyewe wanabakia fremani bata fujo sana, hivi mutuombee sisi sana, Mungu atusaidie. Nari kararo nzile nzaro ngana ke tbini ko bari nzaro ngana ke doro nzinja ri tuwa nkwiri tuwa tindu nyodu iro ndo maisha ndo blawade ane ri kana pingo tuwa madi nzungu. Mzee anasema hivi na wachaimani mjue ya kwamba miti wala fimbo ya kupiga mtoto wala kupiga mtu ayo wake. Hivi mfungule macho, kama mtapiga mtu fimbo kwa ajili ya kusaidia jamaa yenyewe nabakia hapa, hakuna mwenyewe anaweza kuwahukumu, ni kusaidia jamaa yetu ambao wamebakia hapa. My out on the mazi roga kwenda block roga block rogo cooking bomasi baba uchocho la pimba ndio ni kitu na sipo bada chapa hivi. Mzee anasema vraiment mubakie salamu. Hivi kama matangazo zingine ambao itapita kwa micro grade zonga tasimama saa hii, ndio mtasikia mzuri hivi, kila mtu asikie niko najikaza muziki kwa sauti wake na basikie kila mtu mzuri, ndio mtasikia mzuri. Miti yenyewe na bakia ya fimbo ya kuua nyoka haipote yake hivi, hata wao wataendaka, lakini ile miti tabakia hapa. Kama ukichapa naye mtu haitamuua, lakini itamsaidia njoo pengine. Nironga mapueblo kozitora na italo no ni ko akiba ko jani ja ko jani jade ati ko jani jade chama ni mare jani ko jani sala iba hiyo. Anasema Mzee anasema
tunasema hivi bata Bulaya na Changwali na hapa benye batabakie na wapi fazi zote kwenye familia zetu ziko. Kila mtu iko na maombi ambao tutafikia katikati yetu kwa ajili ya kusaidia jamaa kusudi kesho tena waendelee mzuri. Sawa, mmesema tunaona kweli. Hivi nimewasalimia nyie wote jinsi mko pale. Kori tonga mzee shana. Tunataka nje kwa maisha ya mzee. Mzee huyu mwenye analazwa mbele yetu leo ambao atatuaga anaita mzee Lazaro. Na huyu mzee Lazaro Mbuza iko Mkongomani ambao ametoka kwenye district ya Ituri na alikuwa na province pia, ametoka kwa province ya Ituri na territoire ya Njugu na collectivité ya Bahema Noro na groupement Los Andrema na village yake ilikuwa inaitwa kule Kongo Metusida. Kusema huyu mzee ambaye amelazwa mbele yetu ni Mkongomani 100%. Na mzee huyu iko na kabila yake Muhema na kuchumba ya baganga na kubaganga kuko ingine chumba yenye banaita chumba ya Bajubanjero ama Ero. Kwa hivi huyu mzee pia alikuwa na wazazi yake. Baba ya mzee alikuwa anaitwa Sita Mbuza. Jina yake iliitwa Lazaro Mbuza. Na pia alikuwa na mama mzazi ambaye alikuwa anaitwa Zahwe Ndakisi. Hawa wote ni Wakongomani wazazi yake hawa. Na huyo Ndakisi naye alikuwa na kabila yake katika Magegere. Alikuwa ametoka kwenye familia ya Lagi. Wenye wanazoea ama wenye wanaishi kule Ituri kwa kusema za kwetu wanajua hiyo kabila. Na ule Lazaro alikuwa alioa bibi. Sasa wakati Lazaro alioa bibi moja ama mke moja, aliweza pia kuzala na ule bibi. Lakini tutaongea kidogo juu ya familia ya baba yake Lazaro. Juu Lazaro hakuzaliwa yeye peke katika familia ama kunyumba ya baba yake. Lazaro walikuwa wamezaliwa watu 12. Wanaume walikuwa 10 na wasichana walikuwa 2. Ile ndio familia ya Lazaro kuna namna balizaliwa kule kwa mama yake na baba yake. Na mwingine anaweza kuuliza sasa ule Lazaro alikuwa na miaka ngapi? Tunapata kulingana na miaka yake Lazaro alizaliwa miaka 1937. 1937. Kusema alikufa siku ya pili tarehe 15 na mwezi wa 4 mwaka 2025 na iko na miaka 88. Na maisha ya Lazaro namna kusema maisha zamani tunasema iko na miaka 88 just inaisha, sio? Haya. Na ule Lazaro naye hakubakia yeye peke. Naye aliongeza familia nyingine pamoja na mama yetu Jacqueline Vedasi. Yani bibi ya mzee ambaye ni mama yetu anaitwa Jacqueline Vedasi. Na ule Jacqueline Vedasi naye ni Mkongomani sawa bwana yake wa kutoka Ituri. Naye ni kukabila ya chumba yenye banaita Koliba. Muhema wa Noro na kuchumba ya Koliba. Na wakiwa katika ndoa walizaa pia watoto.
walikuwa wanazaa wanaume ama vijana wawili kisha walikuwa na wasichana. Kusema Lazaro alizaa pia 12 namna mzazi yake alizaa pia 12. Tofauti ikawa akazaa wanawake 10 na wa vijana wawili. Tuko pale. Na kati ya wale watoto 12 ambao Lazaro alizaa kulikufa wasichana 4. Kusema okay, kulikufa watu wa 4. Sasa kati ya watu wa 4 wenyewe walikufa, kulikufa kijana mmoja. Kusema kuna bakia kijana mmoja. Sasa kati ya wasichana 8 wenyewe walizaliwa na mama huyu, walikufa pia wasichana 3. Kusema walizika watoto yao 4. Kabla ye kukufa alizika 4. Kusema alibakia na watoto 8. Wasichana 7 na kijana mmoja. Kwa hivi tukienda jumuisha watoto yake na wajukuu yake ya mzee Lazaro, tulipata mzee Lazaro alibarikiwa na watoto 94. Alafu kati ya wale 94 alibarikiwa na wanaume 53 na wajukuu yote na wasichana 41. Sasa namna kifo ni ya lazima, kifo naye haikuacha yote. Sasa kati ya wale wa kijana 53 kukakufa 19, kukabakia 34 bako hai mpaka sasa. Na kati ya wasichana kutia na wajukuu yote 41 kunakufa 15, wanabakia 26. Kusema watu wenye anawaacha hai leo tangia ama namna tuko tunaenda mulaza leo, anaacha watu 16. Hiyo ndio kizazi yenyewe mzee Lazaro ameacha wakiwa hai uso ya dunia. Na pia mzee hakuwahi kubakia bila kutumika. Mzee alikuwa mfanyakazi mwenye bidii na kusaidia. Programu ya usaidizi ya leo yenye itakuwa hapa ni kwamba tusikilizane, tusije tukafanya mistake. Wanasema upande juu unashuka chini, wanasema uende upande huko unaenda pande huko, si ndio? Walimu wote, yani watumishi wote wa Mungu bila kusema Katoliki, Islamu, nini na nini, watafaa hapa juu kwenye kanisa ya mzee Zebedao. Ikiwa uko hapa unashiriki na sisi hii huzuni na unakuja hapa, panda hapa kwa mzee kanisa ya mzee Zebedao, sio kwa Zebedao, kwa kanisa yake Seka. Na kama unajua unakuwa kiongozi katika ngazi yoyote ya kijiji pamoja na viongozi ya kanisa, panda pale huyo kanisa. Mimi nasema wa viongozi ya kanisa na viongozi ya kijiji wanaenda wapi? Kwa kanisa ya Zebedao. Tuko pale. Weka charge. Tunafika kwa watoto ama wa bwana ya watoto wasika wetu. Kama unajua unaoa kwa familia ya waganga, tunaita wakazana, utaenda kukala kwa kiana wa mzee, yani marehemu Lonu Samuel pale juu karibu na pharmacy ya Murundi hapo mbele kidogo. Pale ndio kwenye mtasaidiwa. Kama unajua unaoa ufamilia ya kwetu ya waganga, utaenda pale. Na pale kutakuwa wasaidizi ya hawa watu wa kazana wetu. Iko Macho kutoka Kiangwali, iko Sara kutoka Kiangwali, iko Sifa
kutoka Kiangwali, iko Daudi kutoka Kiangwali. Hawa ndio watashughulikia wakazana wetu pale kwa Lonu Samu. Tuko pale. Narudia kidogo nyuma, nilisahau wenyewe watashughulikia wale wa viongozi wetu wa kidini na wa kijiji. Wao peke watachagua watu wenyewe watawashughulikia. Mimi nadhani wako na wakwaya wenye wana nguvu ya kuwasaidia, si ndio? Asante, tutawapokea kwenye gala yetu. Tunafika kwenye sehemu ya tatu. Wababa wakwe ama wamama wakwe, kama unajua kijana yako alioa kwetu, huko mama mkwe wetu ama baba mkwe wetu, bongo hapo sasa hatutakutupa mbali, tunasikilizana hapo. Iwe baba mkwe iwe mama mkwe, utaingia mu hii nyumba hapa. Hii nyumba hii yenyewe mzee alikuwa anaishi ndani mbele, sio hii ya sasa, hii ya mbele. Tuko pale. Alafu pale watasaidiwa na watu hawa. Iko ya kwanza wenyewe watawasaidia pale ni Garasiana. Huyu iko semeji yetu ambaye anakuwa na sisi pamoja hapa mara mingi, na mwingine mwenyewe atasaidiwa naye, watasaidia na wale watu. Ye Garasiana atajitafutia wenzi yake ndio watatumika naye kusaidia wa mama wako wetu na wa baba wako wetu. Garasiana mama yake na Tuambe. Pia tunatoka pale, ama acha tuongeze mara moja wenyewe watatumika naye ni Beatrice ambaye anatumika kwa sasa, iko kugala kule anatupikia chakula, na Nyangombe wa kutoka Nyawaiga na Malo Bijiste wa kutoka Kiangwali. Hapo Garasiana watatumika na hawa watu watatu. Beatrice, Nyangombe, Malo Bijiste watatumika juu ya wale wazee ama wale watu wa ukoo wetu hapa ndani ya mzee, nyumba ya mzee wa zamani. Na pia tuna kikundi kingine tunabaita Bachimba. Hawa wenyewe wanatutengenezea jeneza, watabaki pale pale kwenye wanatengeneza pale jeneza. Alafu watasaidiwa na Lotzi ni ndugu yetu hapa, mmoja wa familia ya waganga. Ye atatafuta wengine wenyewe watatumika naye wasaidie wapigana wenzi yake. Tuko pale. Alafu saa hii mimi nataka kumaliza na familia ya waganga yote na wabibi yao na watoto yao na warafiki yao watabaki hapo hapa chini ya tete hapo. Tunasikilizana. Ni mimi, bibi yangu, watoto yangu, rafiki yetu na wazee wenyewe mzee alikuwa anatumika nao kibina. Tutakaa nao hapa. Hao ni wa ndugu yetu, ni wa dada yetu na ni wa mama yetu, ni wa shangazi yetu. Tutabaki nao hapa pamoja. Hawatatangatanga mwi potopoto waende waanguke fasi. Wenyewe watasaidia hao hapa ni Jackson Aduamo wa kutoka Nyawega, ni Kato wa Kiangwali wa kutoka Kiangwali, na Nanu mwenyewe anatoka Nyawega. Hao watasaidia hapa ya mzee. Na bila kuacha matangazo fupi ya mzee Esau ambaye ni ndugu wetu. Muganga na Mtwamba ni wa ndugu. Hivi tunampokea na matangazo fupi ya kusalimia ndugu yake mganga katika kama mbili, alafu tunaenda laza mwili ya mzee kwenye kaburi. Alafu kisha itangazo nitarudisha microphone kwa katesisi, alafu atamaliza programu jinsi inavyofaa. Na pia kwa uzuri ya mzee
unapata ingine tangazo ya kama wachezaji nao hawakuacha mzee, wakachanga pesa kidogo kidogo kafika mpaka 2 ya wachezaji wao wakabumbu hapa kutele hapa, wakachanga mzee kwa ajili ya msiba ya mzee 220. Hiyo pia ni jambo la kushukuru sana. Unaona vijana wanasupport mzee. Okay. So wao wanasema watakaa hapa kwa hii inajengewa mpya. Yani 227 na 1500 inaongezeka. Ndio ile iko kwa mzee alitendea hapa kuhusu ya dunia. So tuendelee kutenda mema na mema yetu italipiwa. Hivi mimi nakabidhi microphone kwa mzee Esau. Karibu mzee. Makutano ya huzuni. Kwa majina ninaitwa Isingoma Esau. Mimi nilitokaka Kumi. Wakati nilifika hapa Kuchaka, niliona jamaa langu haipo. Nilianza kutangaza kusema basi jamaa langu uko nani? Lakini uzuri ya mzee, upendo wa mzee, alitafuta wa jamaa yote. Wengine kutoka Sota, wengine mimi natoka Gunya, wengine vile. Lakini wakati mzee alisikia si tuko pale mimi kutababika pamoja na wengine kwa Bukere, akatuita. Na wakati alituita tunafika hapa. Wakati tulifika alikia renyo mkubwa akasema mimi nataka upendo katikati ya jamaa. Na mimi shukuru kazi ile alisema wako mzee na mimi wako mzee tufanye kazi mambo katoto yetu wako na bwana Jamala. Tunataka Jamala yote itoke. Na mimi nasema mzee ile kazi mkubwa unafanya. Na wakati alita tuko nasumulia hapa pamoja na Nathaniel bangini wote tulikuwa na furaha. Nilitaka si tuonane na jamaa vile ya Changwali na tuonane na jamaa vile ya Fort ya Batwamba. Tuione sisi kama tuko Batwamba sisi sote pamoja. Na mzee alifanya kazi na sitaendelea zaidi kwa sababu wakati naisha. Mzee alionyesha upendo yake kwa jamaa sana. Na leo mimi nafadhaika hatuna mtu mwingine sana mzee alifanya. Na kama tutapata mtu mwingine wapi hatujui. Lakini Mungu yeye peke atufanyie upendo. Na si jamaa tuoneshe upendo kwa watoto na vijana leo na wasichana leo hawako naonesha upendo. Mungu wa jamaa yenu kama walitoka hapo tuungane wote pamoja na tukue na nia moja. Hatutakosa kumshukuru wala kusema ushuhuda wala ushahidi wake kwa ajili ya maisha yake ya Ukristo ndani ya jamii yetu. Mzee huyu Lazaro yeye ndio mwenye alikuwa conseiller, mshauri wa iglesia yetu. Mnajua ya kwamba ndani ya waongozi mnakuwaka wenye wanasikilizana na wenye wasikilizane. Mmoja anataka gombana na mwingine na mwingine hata sikilizana. Lakini huyu papa anasema weye tembea hivi, weye tembea hivi, na weye acha hivi, na weye acha hivi. Kwa hiyo sisi kama iglesia, binafsi mimi mwalimu, nimepoteza kitu cha kabambi sana ndani ya iglesia yetu ya hapa kwetu Kaborogota. Hatujue kama tutaongezaka pata mshauri kama huyu. Kwa sababu yeye alikuwa anatuambia alitumika ku government, ukamletea mambo ya kimbelembele atakuonesha gisi na government inaongoza. Kwa hiyo tuendelee kuombeana ili kesho Mungu aongeze tena kuteua mwingine kama yeye. Mzee huyu alikuwa ameshapata sakramenta ya upapa wa wagonjwa. Mbele akufe, wapadri walifika hapa kumtembelea mara na mara, mabikira walifika hapa kumtembelea mara na mara. Aliongea na hawa, aliwapatia ushuhuda na miaka yake gisi alitembea mpaka alikuya kufa nao na wako na kuja kumuona. Sana binafsi kama mimi mwalimu wa iglesia Kaborogota, sitakosa kumshukuru musika Mave Chantale pamoja na Afoyo kwa kazi ambayo walitumika sana kwa ajili ya huyu mzee marehemu. Tangu hapa mpaka Bujumbuli kwenda Hoima, hapa muzika walishughulika sana na ni wajukuu wake na haiko watoto wake.
Kumbe kama mwingine anaweza kuwa na mapendo kama haya ya hawa wahusika, mbinguni inaweza fika hapo, kila mtu anaweza fika kule na miguu. Kumbe sisi wote tuombe Mungu atupatie roho kama vile. Sana mzee alituachia neno ya kila siku, anatuambia mkuwe na mapendo, mkuwe na mapatano na mkuwe na masikilizano. Njo neno yenye alikuwa nayo kila siku. Kwa hiyo tunafika ukomo wa ibada yetu. Wacha tusimame kwa ajili ya sala ya kumsindikiza mzee wetu. Nitawaomba wa vijana wa kunyangula mwili wa marehemu. Nitaomba utaratibu hivi. Acha tupokee huyu kijana, ninamupatia miniti moja tu kwa ajili ya bajuere. Miniti moja tu. Asante kwa machache. Kulia sana. Okay. Kidogo sana tatusemee kabisa kwa sababu si wote wako kwa kidogo. Nitalomba kwanza nita haraka wachezaji wakarogota akukuye mbio kabisa. Kuya mbio kabisa. Wapi? Wachezaji wakarogota FC. Just give out the speech about them. Mpaka leo inaendelea, hatutawasahau. Karibu sana. Wakati wachezaji wako najitayarisha, wa muzika wako na maua, nao wajitayarishe haraka. Tangazo ingine inafika inasema hivi. Shalome. Shalome. Tangazo ingine inasema hivi, musikie kwa mzuri sana. Mwenye najua aligusa kumwili ya maiti asitoke haraka. Tangazo inarudiliwa mara ya pili. Mwenye najua aligusa kumwili ya maiti, mwenye alijua kama aligusa kumaiti asitoke haraka. Abaki hapa ndani ya hii tenti, ataonana na waongozi wa jamaa. Kuna mambo ingine yenye wataongea. Asante. Tena tutaendelea kwa wacheza kabumbu. Dakika kidogo anya haraka. Okay, kama mwalimu unasema pale usema ya kwamba mzee alikuwa shabade ambao iko kama mwenye aligusa mwili wake, haiko siri. Kutana na familia tuone jinsi gani yakotenga mzuri. Hivi mumalize seremoni wa joueur, mulete maua yenu, tunawachapia mikono. Hivi mumalize seremoni kusudi tuende kwa kaburi. Ndio, karibu sana. Okay, maua ya wajero tunapokea na maua ya familia tayari tunazichunga nyuma wa shule kusudi tuweze na kuzileta ili tumalize program zetu zingine, tuone jinsi gani tunaendelea, itakuwa mzuri sana. Sawa. Okay, kamata mikro mzuri. Amele mikro, kamata mikro mzuri Kalembe. Jambo mkutano huzuni. Sisi mnatuona hapa, sisi ni wachezaji wa Kaborogota FC. Tuna huzuni kubwa sana juu tunapoteza mzazi wetu. Yaani huyu mzazi mwenye mnaona analaza kati yetu leo anatufanyia vitu mingi sana. Kitu ya kwanza anatupatia wachezaji wenye tuko nao, tunachezana nao, ila sisi mnatuona hapa tuko na huzuni sana. Please. Kalebe kamata mikro mzuri. No need it. Aseme tu haraka, aseme. So
kama wachezaji wa Golgotha na tuna huzuni kubwa sana tunapoteza mchezaji wetu mpendwa. Na pengine baba mwenye mnaona analaza kati yetu leo anatufanyia kitu muhimu sana sana kupitia wajwere, anatulalia wajwere na hapa jinsi Mungu atuona hapa huu mzee kuko wenye wanaweza muita tate, kuko wenye wanamuita muyomba. Mimi kukenja hero ndakuwa kitu nzima manjaini ndakuwa kitu de maboku kuri mai. Lakini kisha analaza leo sisi kungambo yetu kama wajwere tunaona tunapoteza kitu ya muhimu sana. Juu unaona mzazi wakati unabariki kazi ambayo mtoto wake kunafanya ile kazi inaendelea bila shida mbele. Sasa leo jinsi analaza hapa tunaona maji tunapoteza ya mingi sana. Ila sisi wajwere wa Golgotha na wafana wote tunasema pole sana. Na tena ya pili sisi kama wachezaji na wafana wenye walienda nje na wenye wiko hapa tuliona si vema kusindikiza baba yetu vile bure tu, ila tulifanya kamchango mwali kidogo jinsi tuliweza. Tukasema tukamuza naye machozi ya mama ataenda kwa kidogo basi utashughulika naye vile pole sana. Ila ile mchango haiko si peke tulileta, ila tulichanga na wale wenye viko nje maichi za Amerika, Masweden, watu mbalimbali ndio tulichanga, tukasema tuseme pole. Ila tukisema tuongee mengi tuko na mingi ya kuongea, lakini jua wakati tutafupisha. Kotilo boro ndala tusandora bana. Asubuhi, jioni,
wako Mzee Lazaro, uibariki, uichunge mapepo, uichunge walozi, uichunge wakanibali. Wote mwenye anaweza fanya mambo mbaya kwa ajili ya nyumba yake, uweze kuwa mlinzi, uweke hapa moto wa Sinai usiozimika siku zote. Hata mwenye ataweza fanya kazi yake yote iweze kuyeyuka kama chumvi. Kwa njia ya utukufu Bwana wetu Yesu Kristo, unaishi na kutawala ukiwa Mungu milele na milele. Amen. Baba yangu umeenda, ni kweli hatutakuona tena duniani, ni kweli. Baba yangu umeenda, ni kweli hatutakuona tena duniani. Tulikupenda sana lakini Mungu kakupenda zaidi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Tulikupenda sana lakini Mungu kakupenda zaidi. Bye bye, bye bye, bye bye. Tulikupenda sana lakini Mungu kakupenda zaidi. Bye bye, 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 Nakumbuka mara yangu ya mwisho ya kuonana na wewe ilikuwa tarehe 15 ya mwezi wa 4 mwaka 2024. Hiyo siku ukaniuliza baadhi ya maswali. Swali la kwanza ambalo uliniuliza ni hii: je, mimi siku ambao nitafariki wadogo zangu kweli watafika kunizika? Na kwa bahati mbaya, katikati ya wadogo zangu hata mmoja akinitangulia, nitapata fursa ya kufika huko USA na kumzika? Ile swali ilikuwa ngumu kwangu kulijibu, kwa sababu najua umbali ambao limekuwa katikati ya USA na Afrika. Lakini kumbe ilikuwa muda yangu ya mwisho ya kuonana we uso kwa uso. Tulikupenda sana papa, na Mungu amekupenda zaidi ya hapo. Nenda salama, nenda salama. Salamu ambazo uliwatumia nilizifikisha moja kwa moja